I'm just nobody. Mimi sio chochote. Niruhusu niende. Tafadhali. I promise. Na kuahidi sintosema chochote wala sintoambia kitu yote. Unaonekana Kichina unakijua. Sasa unaongea lugha za watu paka unaharibu. Mbona ameanza kukipiga mwenyewe? Anaambia unajua huko ndo mahali ambapo wazazi wangu wametoka. Na mimi ndio sehemu ambayo wazazi wangu watu wawili wapo huko. Jamaa anajipa matibabu, amechukua kijinga cha moto, yani kwa mfano mti kama mpingo ambayo hauwezi kupoa kwa haraka. Anatumbukiza pale mahali risasi imeingia. Hii risasi kwa kuwa imepigwa na bastola haikwenda mbali sana, lakini kidogo imetumbukia. Ila haijafanikiwa kwenda kumgusa mahali moyo upo. Hapa. Hasema kuna msosi hapa. Mdudu. Alikuwa ndo anatoroka hivyo. Nyoka. Ambia kama mimi ningekuwa wewe, ningerejea tu salama. Kwa hiyo hebu pumzika kidogo, usiniletee kelele. Huu ni msitu na ni usiku pia. Kwa hiyo ungetulia tu ili kesho uende. Akaokota tena kama anataka kwenda. Mama anapata msoso wake taratibu tu ambaye aliuwinda huko ndani ya msitu. Captain Digi Resident ama jumba la mheshimiwa Captain ambaye liko katikati ya msitu. Huyu Captain anasemekana ndo anaongoza mchongo mzima. Hebu tusikilize kidogo. Mr. Anderson. Friends with a man like you. Anabeba na kuwa ni furaha kuwa na rafiki kama wewe. Yaani mtu kama wewe. Kuna pesa imeletwa mingi sana hapo. Anasema ni milioni 3M. Mr. Anderson. Sasa hebu niambie shot yako ni nini? Unaweza ukafafanua kidogo? Captain. It's easy. Ni rahisi. This project has not been secured yet. Hii project haijawekwa usalama na haina ulinzi wote. And then I'll give you the remaining 2. Ndio maana nilibakia kukupa milioni 2. Sasa nimeongeza $3. Lengo langu ni kulifanya ile jambo liwe jepesi. Lu Ziming amemuua ofisa wetu. Kwa hiyo project ingeweza kuwa kwako ama ya kwangu, wote sisi kwa sababu ni watu ambao tunashiriki katika taifa moja. Naelewa Captain. But lakini Lu Ziming amekwenda because of some problems. Anasema sasa kuna matatizo madogo maana yake mmeshindwa kummiliki. Sasa niambie. I must remind you, Mr. Anderson. Ambia lazima nibaki hapo kwako. Hii ni kingdom yangu. Hakuna wa kutoroka. Hakuna wa kunihoji. Na mfalme ndo mimi. The king mwenyewe. Ijango na ijua. Jamaa nataka kuvuta pipe, mzee anasema tulia. Sasa umenielewa vibaya. Niko hapa kukusaidia. Unamwona huyu anaitwa Sara. Huyu anaweza kumpiga chini huyo jamaa wa Kichina. Huyu mama anaitwa Sara huyu. Huyu ni mercenary na yeye. Ni mtu mwenye uwezo wa hali ya juu. Angekupa support maana mkono unaujua. Sasa Charlie aliposikia kwamba mkono unaujua akasema kweli anajua mkono, mbona mrembo hivi? Na suti yake hiyo ambayo inaitwa kachumbari, suti juu nyeupe chini na rangi nyingine, akaanza kumsogelea umama kama vile mbona mzuri gani mtoto wazuri anapiga ngumi kweli huyu. Alipigwa kubwa. Sehemu aliyoguswa alikata moto. Captain. Leon is here. Leon amefika. Yule jamaa miguso kashazimia pale na hakuna mtu ana habari naye. Leon. Have you forgotten who saved your life? Nani aliyekusaidia maisha yako? Very disappointing you. Nimewekeza mengi juu yako. Captain. He was my partner. Yule ni partner wangu na ninamjua. There is no way he did this. Hakuna njia ya kufanya hili. Akaenda kazoa hela. Kamrushia bunda hilo. Na jamani yuko kipindi cha njaa kweli. If I say he's a killer. Anaambia sasa kama ukisema ni muuaji, inatosha yeye kuwa muuaji.
kuongeza zaidi. Weka hapo, ishi humo kwamba yeye ni muuaji. Umeona? Ambaye nimeona captain. Safi. He was your partner. Najua ni mshikaji wako. Later. Lakini haya tutaongea baadaye. Tunarudi ndani ya msitu. Maisha bado yanaendelea ya kutumia vikombe vya mwanzi. Mama akiwa anamtazama nyoka, moyo unaenda mbio. Hali mbaya. Anaambia kuna jambo hapa. Hii ingekusaidia kidogo kupata msosi angalau hadi kesho kula. Una njaa? Anaambia mimi silagi hizo. Chagua jembe, si mkulima. Jamaa hajataka story. Kaendelea kutandika diko. Sasa unafanya nini? Anasema kwa sababu na njaa. Kiona njaa ili kujitetea na kula kitu chochote. Anambia kwa nini ulimpiga yule mzee? Anasema sio mimi. Anasema mimi najua kabisa muuaji sio wewe. Najua vizuri. Sasa naona unasemaje? Shika. Mbona kali hivi kama pombe? Asema ndio. Huo ni kama ulanzi fulani, ni toxid ya kwenye majani. Unakata afu unaichuja. Umechuja na nini? Anachuja na socks yake mwamba huyo. Na ile ni nini? Ile ni socks ndo natumia kuchujia. Pu! Umenilisha socks? Sasa huyu ni mtu aina gani unaweka vitu na socks? Asema ndio. Hiyo ni emergency water filter. Inaitwa emergency water filter kwa ajili ya kuchuja. Kamwaga huko likikombe. Wewe sio mtu. Unanilishaje maji ya socks? Kimya. Sikia mchakacho. Kasikia mchakacho. Wow. Ikabidi afanye ukaguzi. Huu mchakacho unatokana na nini? Aligundua kwamba hakuna kwere, kalikuwa ni kachilipo. Mwamba sasa inabidi afanye mpango wa kupumzika. Basi utalala hapa. Sawa? Nani na? Na wewe je? Mimi nakubali kwamba wewe uonekani kama ni muuaji. Nakubaliana na wewe. Sinaongea na wewe. Mtu mkatili. Sasa kwa manaki ni nini? Ukataa kuongea. Tuzungumze. Sasa mwamba akiwa amechili na tomato hapo, amepumzika kidogo. Yule dada ambaye anaitwa Sara ameshaanza kazi inaitwa track. Anatembea na drone katikati ya msitu pamoja na washikaji wengine. Wamekuja na wale special weapon detective kuhakikisha kwamba wanapata majibu. Bibi Sara, yes. Wanawaita SWAT, special weapon and detective. Hawa ni maalum kwa ajili ya mambo ya ndani ambao wanatumia bunduki ndefu. Ukiona umeitwa au unajua kuna kazi. Sasa wanatumia drone kamera kuitembeza mbele na kupapasa sehemu ya kushoto na kulia ili waweze kubaini kuhusiana na huyu mwamba yuko wapi. Maana hakuna sehemu ya kwenda zaidi ya huu msitu. Mzigo safi kabisa, inaitwa special emergency, special mercenary, special operation counter attack. Yes, ndo maana yake. Talewa. Mbona imeisha? Target is located. 500 meters. Sasa nasema ni kama mita 500, yani hatua 500, viwanja vitano vya mpira. Tuna karibu kumpata mwamba. Yes. Wanasikilizia vishindo, mambo bado. Bado anasemaje?
Hili tatizo ni kubwa mno. Wow. Sasa taratibu anatumia kile kijamaa kwa ajili ya kumfikia mshikaji. Mamba alikuwa anasikilizia kwa usingizi, ujue hajalala. Sasa na huu ni usiku na mwanadamu lazima uchaji mwili. Kuchaji mwili ni kulala. Sasa ni kama anasikilizia mchakato wa ukaribu. SWAT bado wanazidi kuja, bado hajapata signal kwamba Mamba yuko wapi. Jamaa Soboya alijua hiyo. Taratibu akaanza kuvuta pembeni. Ikamsho mzigo chopa hiyo mzee. Hiyo ni drone camera hiyo. Wapige picha wa kibongo wanatuoshea kweli wakiwa na hizo. Wengine wanatumia kutafutia watu. Haya, kazi ipo. Captain mwenyewe yuko hapa ametulia. Hana kwere, amechili na tomato vile vile. Sasa analetea ujumbe, aangalie live mchezo unavyoendelea. Msitu ndo huu hapa. Mambo alikuwa yanaenda hivi. Sasa wanatumia ile drone kamera kuhakikisha kwamba lazima wamnyake ule anasumaka. Ka drone kamera kanatembea kidogo kidogo katikati ya msitu.